Habari washonaji, karibuni sana na karibuni tena kwenye chaneli hii inayotoa mafunzo ya ushonaji. Leo somo letu tunaenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona kola ya shati. Video hii nimeifanya ndefu kidogo, nimejaribu kwenda taratibu. Nataka kila mmoja aelewe njia sahihi ya kushona kola ya shati. Niwaombe tu msiache kulike, kucomment, kushare na washonaji wengine ili na wao wapate ujuzi. Lakini mwisho kabisa usiache kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu kila nitakapokuwa nina upload. Twende moja kwa moja kwenye somo letu la leo. Kwa unapotaka kukata kola, lazima uwe na kipimo cha mzunguko wa shingo. Sawa, huu mzunguko huu wa shingo. Kama hapa mnavyoona shati langu ndo hili na huu ndo mzunguko wangu wa shingo. Kwa natakiwa ni upime huu. Sasa kwa sababu hii kola tunaenda kuikata kwenye mkunjo na kipimo changu nitakichukua kwenye mkunjo. Kwa hiyo nitakunja hii shingo namna hii. Nitakunja kama hivi. Sawa, pale sehemu ya maungio ya bega patakuwa panalingana. Kama hivi. Na huku mwisho panalingana. Kwa hapa unatakiwa upate vipimo vitatu. Sawa, unatakiwa uwe na vipimo vitatu. Kipimo cha kwanza utakipima kutokea hapa mgongoni. Manake huku ndo mgongoni. Huku ni mbele. Kwa utakipima kutokea hapa kwenye shingo huku nyuma mgongoni. Utakuja mpaka hapa kwenye usawa wa maungio ya bega. Hiki kipimo hapa unatakiwa uwe nacho. Kwa mimi hapa ni sentimita 9. Utaiandika pembeni sentimita 9. Sawa. Alafu utaendelea. Utapima mzunguko wako mzima mpaka mwisho hapa. Sawa. Kwa mimi hapa nimepata 22.5 sentimita. Sawa. Lakini pia unatakiwa upime huu upana wa plaketi ya vifungo. Sawa. Hapa vifungo ambapo vitaenda kupita. Huu upana unatakiwa uwe nao. Kwa hiyo kwa mimi hapa ni sentimita 3. Kwa hiyo tayari ukishakuwa na vipimo vyako kama hivi ambapo mimi tayari nina vipimo vyangu na mimi vipimo vyangu hivi vipo kwenye sentimita. Wewe wa nchi tutatumia tu vipimo vyako vya nchi. Haina shida. Sawa. Ukishakuwa na vipimo vyako utachukua kipande chako cha stiff kama hivi cha kwangu. Sawa. Na hiki kipande kinatakiwa kiwe na urefu huu usipungue sentimita 10. Kwa wale wa nchi ni inchi 4 urefu huu. Na huu upana unatakiwa uwe upana wa kipimo chako cha mzunguko wa shingo. Nusu ya kipimo chako cha mzunguko wa shingo kwa sababu hapa tunaikata hii kola kwenye mkunjo. Sawa. Kwa baada ya hapo utapiga mstari wako huu wa kukuongoza hapa kama hivi nilivyopiga mimi huu mstari chini hapa. Huu ndio utakuwa mstari wako wa kuanzia. Maana yake vipimo vyako vitatoka hapa vitapanda juu. Sawa. Kwa baada ya hapo utapima sasa kutokea kwenye huu mgongo. Vipimo vyetu vitaanzia kwenye mgongo kurudi kulia hivi. Kwa utapima hapa namna hii. Nilisema unatakiwa uwe na vipimo vitatu. Kile kipimo cha kwanza kwa mimi hapa ni sentimita 9, nitakiweka hapa sentimita 9. Kile kipimo ambacho kinatoka shingoni huku mgongoni kinaishia kwenye maungio ya bega. Sawa. Alafu baada ya hapo nitaweka alama kwenye sentimita 22.5 yangu ambayo ndo nusu mzunguko wa shingo nzima. Sawa. Kwa nitaweka alama yangu hapo kwenye sentimita 9 na hapo kwenye 22.5. Kutokea hapa kwenye hii alama ya pili nitapanda juu sentimita 1.5. Kwa wale wa nchi ni robo 3 inchi. Nitaweka alama kama hivi. Sawa. Baada ya hapo nitatengeneza mstari wa kavu. Huu mstari unatakiwa uwe wa kavu usinyooke. Utaunganisha mpaka hapo kwenye ile sentimita yangu 9 ambayo ilikuwa ndo ya pale kwenye maungio ya bega. Sawa. Baada ya hapo nitakuja kutokea kwenye huu mstari wangu wa kuanzia huu. Nitapanda juu hapa sentimita 3. Kwa wale wa nchi ni inchi 1.5 kama hivyo. Nitakuja hapa kwenye kile kipimo changu cha pili, alama yangu ya pili. Nitapanda juu tena sentimita 3 ama inchi 1.5 kama hivi. Then nitanyoosha mstari hapo. Baada ya hapo nitakuja kutokea hapa
Kutokea hapa nitapanda juu sentimita 3 ama inchi 1.5, lakini tepu nitaiweka kwa kuilaza hivi, yani inakuwa kama inarudi kushoto hivi, usinyooshe namna hii, sawa? Tepu iweke kama inalala hivi, alafu utaweka alama hapo sentimita 3 ama inchi 1.5, then utaunganisha mstari wako kama hivyo. Baada ya hapo utaunganisha kutoka hapa mpaka hapa kwa mstari wa curve. Usiweke mstari wa kunyooka, fanya mstari wa curve. Baada ya hapo utakuja upime. Kutokea hapa utaingiza kile kipimo chako cha plaketi ya vifungo. Nilisema kipimo cha 3 plaketi ya vifungo. Plaketi ya vifungo ya kwako wewe ina upana gani? Ingiza hicho kipimo hapa. Kwangu mimi ni sentimita 3. Takipima hapo kutokea hapa. Takipima kipimo changu kama hivi. Baada ya hapo nitarudi tena. Kutokea hapa nitaingia ndani sentimita 1. Kama hivi. Sawa. Na kutokea hapa nitashuka chini sentimita 1. Kwa wale wa inchi sentimita 1 ni nusu inchi. Utaweka alama. Then utatengeneza curve. Mstari wa curve hapa. Najua kola inakuaga na curve hivi hapa. Kwa utatengeneza hakaka mduara namna hii. Baada ya hapo utakuja. Kutokea hapa utapanda juu sentimita 1.5. Kwa wale wa inchi ni robo 3 inchi. Utaweka alama. Kutokea kwenye alama hapo utapima sentimita 9. Ile ya kipimo changu cha nyuma huko kwenye mgongo. Kwa wewe ambaye unatumia inchi utaingiza hicho kipimo chako. Then utanyosha hapo mstari. Utanyosha mstari kama hivi. Alafu utapiga tena mstari wa kavu kutoka hapo mpaka hapo. Ukimaliza hapo utakuja upime tena kutokea hapo panda juu sentimita 4. Kwa wewe wa inchi ni inchi 1.3 kama hivyo. Baada ya hapo utanyosha mstari ulionyooka. Hakikisha mstari huu umenyooka. Kutoka hapo mstari huu utarudi hivi. Sasa mimi kwa sababu hii rula yangu ina square inanisaidia kunyosha mstari namna hiyo. Wewe kama rula yako haina square basi pima kutoka hapa mpaka hapa, then hapa mpaka hapa unanyosha. Baada ya hapo utapima urefu wa kutokea hapa kwenye mgongo mpaka hapa. Kutokea hapo kwenye mgongo mpaka hapa. Hapa tunatafuta tu kunyoosha mstari. Hapa mimi nina sentimita 19. Nitaihamishia kwenye huu mstari hapa juu. 19 yangu iko hapo. Nanyoosha mstari wangu kama hivi. Kola yako inakuwa iko tayari. Unaweza ukaenda kuishona tu hivi hivi ilivyo. Lakini kama unataka kumodify, kuweka vipembe huku na nini, basi utakuja kutokea hapa kwenye kona hii, utatoka nje hivi sentimita 1 ama nusu inchi, utaweka alama. Kutokea hapa kwenye alama panda juu sentimita 1 ama nusu inchi, utaweka alama namna hiyo, sawa? Then utaunganisha kutokea kwenye hii alama ya pili mpaka hapa. Kama hivi, sawa. Utakuja tena kutokea hapa mwanzo kwenye mgongo, utapima ile sentimita 9 ama kile kipimo chako cha mgongoni huku ambacho kinaishia kwenye bega. Baada ya hapo utatengeneza mstari wa kavu kutoka hapa mpaka hapo ili kukamilisha kola yako. Namna hiyo. Kwa hapa tayari una kola yako. Kinachofuata ni kukata. Tayari una kola yako kama inavyoonekana. Hii ni kola ya juu na hii ni kola ya chini. Na angalizo wakati wa kukata kola, kama unakata moja kwa moja kwenye stiff,
basi upande ule wenye gundi unatakiwa uendane. Michoro yako inatakiwa iwe upande huu ambao hauna gundi. Na ukitaka kola yako iwe nzuri, basi tumia stifu ngumu. Sawa, tumia stifu ngumu. Mimi hapa nimetumia nyepesi kwa sababu wakati nafanya hili darasa sikuwa na stifu ngumu, lakini tumia stifu ngumu kwenye kola. Kola yako itatoka vizuri sana. Kwa ukishakuwa tayari na vipisi vyako kama hivi vya kola ambavyo umevikata kwenye stifu tayari, kinachofuata unatakiwa uchukue vipande vyako vya kitambaa kama hivi. Sawa, kumbuka hapa tunatakiwa tutoe vipande viwili kwa kila kipisi hiki cha stifu. Sawa, kwa hapa mimi vipisi vyangu hivi vipo kwenye mkunjo kama hivi mnavyoona. Sawa, na hiki cha pili kipo kwenye mkunjo kama hivi. Hapa manake ninatakiwa nitoe vipande viwili kwa kila kipande kimoja cha kola. Unachotakiwa kufanya hapa, utachukua kipisi chako hiki cha kola ya juu, utaenda kukinyoosha hapa kwenye kitambaa chako. Ukiwa umekiweka hivi kwenye mkunjo, utaenda utanyoosha hapo juu, na hii kola yako ya chini na yenyewe utaiweka namna hiyo, utaenda kunyoosha ili vipate kustiki hapo kwenye kitambaa. Kwa hapa tayari nimeshakazia stifu yangu kama hivi inavyoonekana. Sawa, kitambaa changu kikiwa kwenye mkunjo kama hivi. Sawa, hapa ninachotakiwa kufanya, nitaenda kwenye mashine nikashone. Nitapita hapa pembeni stifu ilipoishia. Sawa, nitaenda nayo hivyo. Nitarudi mpaka hapo. Manake nitashona huku pembeni na huku juu. Huku chini nitapaacha. Cha chini chenyewe nitakata kuendana na hii shepu huku juu. Lakini nitaacha nusu sentimita ama robo inchi kwa ajili ya kushonea. Kwa hapa nimeshashona tayari huku juu. Nitakata namna hii. Nitaacha kanafasi kadogo tu ili nipate kuigeuza kwa urahisi. Kama hivi. Kwa huku chini nitakata, lakini nitaacha nusu sentimita ama robo inchi ya kushonea. Hapa nitaigeuza nje ndani. Nitaigeuza nje ndani kama hivi. Alafu utainyoosha ipate kukaa flati vizuri. Na pia kama unapenda unaweza ukapitisha uzi wa juu hapa kwenda hivyo. Haya, hapo utachukua sasa hii kola yako, utaikunja namna hii. Utaweka alama hapa kati kama hivi. Alafu utachukua na kola yako hii ya chini, utaikunja na yenyewe namna hii. Utaweka alama hapa kati. Unatakiwa hii kola yako ya chini ukate huku, lakini utaacha nusu sentimita ama robo inchi ya kushonea. Kama hivi, sawa. Then utachukua hiki kipande chenye stifu. Utakunja huu mkunjo huu wa chini. Utakunja namna hii, alafu utanyoosha. Sawa, utakunja namna hii, alafu unaenda unanyosha. Ukimaliza, utapiga uzi kwa juu. Utageuza hivi, utapiga uzi kwa juu hapa. Kwa baada ya kuwa umeshamaliza tayari kukunja huu mkunjo, sawa, ukishamaliza kukunja na kunyosha na kuupiga uzi wa juu, utachukua hiki kipande chako kama hivi, then utachukua na hii
kola yako ya juu. Upande huu wenye stifu unatakiwa uende sambamba na upande huu wenye stifu kwa kola ya chini. Unachotakiwa kufanya, utachukua hiki kipande chako, utakilinganisha pale kwenye alama kati tuliweka, sawa. Hiki chenye stifu kinatakiwa kiende sambamba na hiki chenye stifu kama hivi, sawa. Na hiki kinatakiwa kije kwa chini. Unalinganisha pale katikati kwenye alama, sawa. Maana yake kipande kile cha kola ya chini ambacho hakina stifu kitakuwa chini kama hivi, upande huu wa nje ukiwa juu. Alafu hiki kipande cha kola ya juu kinakuwa kati. Hiki kipande kingine cha kola ya chini kinakuwa juu chenye stifu kama hivi. Zingatia kulinganisha hapa katikati kwenye alama. Hapa unachotakiwa kufanya, unaenda kwenye mashine, sasa unaenda kushona. Kutokea hapa kwenye alama kati, utarudi nayo hivi. Sawa, unakuwa unavilinganisha hivi. Kwa sababu hapa kuna mkunjo, hapa kuna curve. Unakuwa unaenda unavilinganisha. Unashona pembeni ya stifu hapa. Namna hiyo, unakuja, unakunja kona. Unarudi nayo mpaka hapa kwenye mshono huu ambao uliukunja. Ukimaliza upande huo, utarudi na upande huu. Shona tayari, kama mnavyoona nimeshona mwanzo hapo mpaka mwisho. Na usisahau kutrimu huku pembeni ili upate kugeuza kwa urahisi. Kwa utageuza kola yako na kuinyoosha ipate kukaa flat, na mpaka hapa kola yako inakuwa ipo tayari kwenda kushonea kwenye nguo. Kwa kwenye ushonaji wa kola sasa, unachotakiwa kufanya, utakunja hii shingo yako namna hii. Utakunja kama hivi, then utaweka alama hapo kati. Kama hivi, sawa. Lakini pia utakunja na kola yako kama hivi. Utaweka alama hapo kati namna hiyo. Baada ya hapo, utachukua sasa nguo yako ikiwa umeigeuza iko nje hivi. Sawa. Then utachukua sasa hii kola ya chini ambayo haina canvas, haina stiff. Utalinganisha hapa kati na hapa kati kwenye shingo kama hivi, sawa. Then utaenda kushona. Utarudi hivi, utashona mwanzo mpaka mwisho. Na upande huu na utashona mpaka mwisho. Wakati huo hii yenye stiff inakuwa imebaki pembeni. Usiishone, anza na hii. Kwa hapa baada ya kushona, kama mnavyoona, nimeshona ile kola ya chini ambayo haina stiff. Kwa hapa kinachofuata, hii naenda kufunikia hapa namna hii. Unafunika hapa juu huu mshono. Utafunika huu mshono hapa juu namna hii. Utapita na uzi hapo wa juu mwanzo mpaka mwisho. Sawa, utapiga hapa uzi wa juu mwanzo mpaka mwisho. Then utakuja upige tena uzi wa juu kwenda hivi. Kwa hapa nimeshafunika tayari. Nimepiga na uzi wangu huo wa juu hapo. Kama hivi. Na kola yangu iko tayari. Na huu ndio mwisho wa somo letu la leo. Naomba tukutane tena kwenye video inayofuata panapo majaliwa. Bye bye.